dhambi. Na kwa nini lazima tuondolewe dhambi? Kwa sababu tukiishi na dhambi alafu tukifa na dhambi, hiyo dhambi mwisho wake itaenda kutulipa mauti huko tunakoenda. Na mauti ambayo inazungumziwa hapa sio mauti tu ya nje, lakini pia mauti ya ndani. Maanake Biblia inasema katika kile kitabu cha Ufunuo kinasema kwamba mauti ya pili ni ziwa la moto. Kwa hiyo dhambi haishii tu kumlipa mtu mshahara katika mambo yake ya nje, katika mambo yake ya nje, katika maisha yake ya kawaida, lakini pia dhambi inamlipa mtu paka huko anakoenda. Maanake mtu akishatoka hapa duniani anaenda kupokea tena mshahara wa mauti kule. Maanake kuna mauti ya pili ambayo Biblia inasema ziwa la moto. Kwa hiyo dhambi ni kitu cha kuogopesha sana. Kwa hiyo dhambi ni kitu hatari sana. Lazima tuweze kupata ondoleo la dhambi ngali bado tunaishi. Ondoleo la dhambi tunapata tukiwa bado tunaishi. Kwa hiyo lazima tuweze kupata ondoleo la dhambi ngali bado tunaishi, kwa sababu tukifa au tukiondoka katika dunia hii, kule tunakoenda hakuna tena nafasi ya kwenda kuondolewa dhambi. Ndio maana Bwana Yesu tunasoma maneno yake kile kitabu cha Yohana sura 8. Kitabu cha Yohana sura 8 mstari ule wa 24. Tunaona Bwana Yesu alikuwa anasisitiza sana watu waweze kumwamini, waweze kumsadiki yeye, ili wasife na dhambi zao. Ili wasife na dhambi zao. Kwa sababu gani? Ukifa na dhambi maana yake ni kwamba kuna jambo la hatari sana ambalo litaenda kutokea kule. Na jambo hilo maana yake ni kwamba utaenda kukutana na mauti ile ya pili ambapo ni ziwa la moto. Kwa hiyo dhambi lazima tuweze kuondolewa kabla hatujafa, kabla hatujaondoka hapa duniani.